Habari za siku kadhaa wapenzi wafuatiliaji wa kisa hiki. Kwanza ni waombe radhi kwa kuchelewa kuwaletea mwendelezo huu kwa haraka. Naam, leo ndio leo. Asomwana ailekejiwe ndio msemo wa wahenga ninaoweza kuanza nao. Si lazima kina mama kujifunga kibwebwe, bali ni kutega sikio kuyasikiliza yale yaliyomo katika simulizi hii. Single Mama. Ni msimuliaji wako Sultani wa Tatu, nikikusihi ungana nami. Bimwana akatoka na mwanae huku Zinga akiwa bado hajajua ni wapi mwisho wa safari yao. Walipendeza kwa muonekano walioonekana, muonekano ambao wakina mama wengi wa kileo hupenda kuonekana wakiwa na vibenteni vyao. Safari yao ikaishia mbele ya nyumba ya Mama Zuleha hapo Msasani. Wakakaribishwa vizuri, na vile Bimwana alionyesha ana mazungumzo mazito na Mama Zuleha, basi Zinga akatoka nje akitazama mabanda ya kuku na njiwa waliofugwa hapo nyumbani. Bimwana akamnong'oneza neno Mama Zuleha. Kisha Mama Zuleha akamuita binti yake, akamvuta, akamnong'oneza sikioni, kana mwenzako basi asione unyonge kukaa peke yake. Akasema Mama Zuleha huku kamshika binti yake bega. Tayari Zuleha alikuwa amemuelewa mama yake. Akatoka haraka na kumfuata Zinga alipokuwa. Karibu sana, alisema Zuleha. Utakunywa juisi ama nikuletee soda? Aliuliza akitabasamu. Zinga akageuka kumtazama huku naye akitabasamu, tabasamu fulani hivi la aibu. Hajazoea kutazamana na sura za wanawake. Naomba maji tu, usijali. Maji? Zuleha akauliza kwa mshangao. Kisha akasema, sisi hapa hatuna maji, kuna juisi, soda na whisky. Zinga akacheka kidogo. Basi kwa bahati mbaya kinywaji changu hakuna, nitakunywa huko mbele ya safari, akajibu Zinga. Mbele ya safari? Wakati safari yenu hapa ndivyo ilipoishia. Mimi nakuletea juisi, kama hutaki utaimwaga, akasema Zuleha akienda zake huku akitikisa mwili wake. Mwanaume yeyote rijali akifanikiwa kumwona Zuleha asingetamani abandwe jicho. Angependa mtazame, angependa mmiliki, angependa kila siku awe pembeni yake, angependa wabadilishane pumzi, awe mkewe, amzalie watoto, amwandalie chakula na pia ampe maelekezo ya kuishi ndani na familia yake. Wanaume wengi waliishia kumla kwa macho. Majasiri walimtupia maneno machache, wakakosa kuendelea kutimiza lengo lao. Juisi ikaletwa na Zuleha. Akawa kama mtu anayesubiri kusikia neno kutoka kwa Zinga. Zinga hakuongea. Zuleha akaamua aanze kujiongelesha. Zinga akawa mwitikiaji tu. Walikaa huko hadi giza likaingia, na baada ya chakula cha pamoja cha usiku, Bimwana na Zinga wakarudi nyumbani. Bimwana akafanya mitego ya kila aina ili amjue mwanamke anayetembea na Zinga, lakini hakupata kuona. Kichwa kikamuuma, akatafakari hili na hile. Kila swali alojiuliza kichwani alitamani sana apate jibu lililo sahihi. Usiku mmoja akaamka tena, akaenda tena kuchungulia chumbani kwa Zinga. Baada ya kusikia kishindo kama mtu ameruka ama amedondosha kitu, jicho lake likaona ndani na liliona kitandani. Akashusha pumzi. Alijua ni Zinga amelala peke yake. Kumbe hakuwa Zinga. Ilikuwa ni mito iliyokusanywa vizuri na kupangiliwa kama mtu amelala. Ikafunikwa vizuri kwa shuka. Huo ni mtindo aliotumia Zinga kila siku anapotoka kwenda disco usiku. Disco ndio ilikuwa burudani kubwa ya Zinga. Vile alijua mamake hapendi safari za usiku, akawa anatoka kwa kificho. Siku zikaenda. Kuna siku Zinga alirudi akiwa amechoka mno. Akafika na kujitupa kitandani kando ya ile mito iliyokaa mfano wa binadamu. Bimwana alipochungulia aliona leo amenasa mwanamke ampaye utamu mwanae. Akafurahi sana. Akaenda jikoni na kutayarisha kifungua kinywa. Akamgongea mwanae taratibu sana, mwamshe mwenzio mnywe chai. Zinga akastuka na kutazama kitandani. Akaubana mlango kidogo. Hakuna mtu humu, akajibu kwa papara.
Bimwana kila alipojaribu kumshawishi Zinga akubali kumtoa huyu mwanamke ilishindikana. Ilishindikana kwa vile ukweli ni kuwa Zinga hakuwa na mwanamke humo ndani zaidi ya zile nguo na mito aloipanga kama binadamu. Bimwana hakujali, akaenda mezani na kuchukua vitafunwa na vikombe viwili, akampa Zinga na chupa ya chai. Sawa, kama anaona aibu, kunyweni humo humo chumbani wanangu, wala msijali, niko pamoja nanyi, akasema Bimwana. Zinga kuepusha mjadala huo, akapokea na kurudi chumbani. Ilikuwa siku ya furaha sana kwa Bimwana. Akakaa sana karibu na mlango wa Zinga asikie japo majibizano. Hakuna. Akatamani asikie minong'ono na vilio vya mahaba. Pia hakuna. Akajisemea huyu binti anahitaji apate kungwi. Kungwi wa kumfunda awe fundi. Kungwi wa kumfunda ajue kukitendea haki kitanda. Maana mapenzi yanataka udambu wa miguno, vilio na mikao ya kuvutia. Hivi ni kweli mama huteseka kiasi hiki kwa mtoto wake wa kiume? Mpenzi msikilizaji, utanitumia komenti kunipatia majibu yako. Muda wake wa mazoezi ulipofika, Zinga alienda mazoezini. Mama yake hakuona mwanamke kutoka. Halikuwa swala la kuliachia hivi hivi, lakini pia haikuwa rahisi kumlazimisha Zinga awe na mwanamke. Usiku wa weekend nyingine ndio ulikuwa mwanzo wa matatizo kwa Zinga. Ulikuwa usiku ambao kamwe hatukuja kusahau. Alijitayarisha mapema kidogo. Akahakikisha mamake tayari amelala. Ilipotimu saa 6:30 usiku, akatoka baada ya kupanga mito na mashuka pale kitandani. Mtu yote angeona angeamini kabisa pale kitandani kuna mtu kalala. Zinga akaenda zake. Na leo ilikuwa kama vile DJ alikuwa amefanya Zinga special. Kila ngoma alopiga Zinga alipenda, akacheza sana. Kutahamaki imefika saa 9:30. Zinga akatoka na kuchukua bajaji. Anachokumbuka muda huo wote alikuwa peke yake. Hadi anateremka na kuingia ndani pia alikuwa peke yake. Na vile si mlevi, anaamini alichokumbuka ni kitu sahihi. Kutokana na uchovu akajitupa kando ya zile nguo na mito alizozipanga mfano wa mtu, akalala. Karibia na alfajiri akastuka usingizini. Pengine alistushwa na hisia za kuegeshewa kitu kama mkono usawa kiuno. Akajiuliza, ni nani kamshika kiuno? Tena amemshika kimahaba mno. Mwili wake ukahisi joto la mkono huo laini. Ni nani huyu? Ama ni mama? Zinga akajiuliza tena na tena. Macho yakitamani yamuone huyu alomshikilia hivi. Akaondoa hofu. Akajisemea moyoni kuwa kama kaamua iwe hivi, mimi nitafanyaje? Napiga tu. Pepo ngono akamshika. Mwili ukamsisimka kimahaba na sehemu zingine za mwili zikivimba kwa shauku ya kufanya mashambulizi. Zinga akautoa ule mkono taratibu na kuupeleka kushika mashine. Na ule mkono ukaendelea na shughuli ya kuchezea mashine ya Zinga pole pole. Zinga akapandisha na kushusha pumzi kwa hisia kali. Mama. Akaita pole pole kama mtu aliyehitaji ridhaa aanze shughuli. Hakujibiwa. Akafungua macho, hakuona mtu. Akakimbilia mbele ya switch na kuwasha taa. Hakukuwa na mtu ndani wala hakuhisi mtu kutoka. Zaidi ni ile shati yake ya mikono mirefu ambayo aliitumia zaidi kuliumba lile umbo la bandia la mtu pale kitandani. Mkono mmoja wa lile shati ulifungwa kwenye uume wake. Akachanganyikiwa. Haraka haraka akavuruga zile nguo na mito aliyoipanga kama binadamu. Bimwana alitoka na kukuta Zinga yuko sebleni. Anauoga hivi. Hata mlango wa chumba cha mama yake ulipofunguliwa, ilikuwa kama mtu anataka kutimua mbio. Una nini leo? Mbona upo hapa? Mama yake akauliza. Zinga akashusha pumzi. Mama, chumbani kwangu nahisi kuna tatizo. Zinga alijibu taratibu. Mama akamsogelea taratibu. Kuna tatizo? Akauliza akiwa amemkazia macho. Akasema ndiyo mama. Nahisi nimelala na jini. Akaeleza Zinga. Bimwana kwanza akakaa kabisa kando ya mwanae. Umeota? Akauliza tena Bimwana.
ili apate pa kuanzia. Hapana mama, hii sio ndoto. Nimestuka nikaona napapaswa na mkono wa kike. Zinga alieleza huku macho kayatoa kusisitiza. Bi Mwana kwanza alicheka, kisha akacheka tena zaidi ya mwanzo. Haya mambo ni wewe ndio unayasababisha mwanangu. Unajiona bado mtoto. Umri huu hujishughulishi kabisa na wanawake. Kwa umri huu unadhani utaacha kuota ndoto za ajabu ajabu? Bi Mwana aliendelea kupiga misumali ya moto. Lakini mama, mimi naona sio heshima Kabla Zinga hajamaliza, mama akamkatisha. Akamwambia sio heshima. Sawa. Kwangu sio heshima. Niambie rafiki yako yupi anayejua mwanamke wako? Swali likawa gumu kwa Zinga. Akainamia chini. Mimi mama yako siwezi kukufundisha kila kitu, ila ukweli unaniweka katika wakati mgumu sana. Hivi nitapata wajukuu kweli? Akaongea kwa hasira Bi Mwana, hadi machozi yakamlenga-lenga. Nimekuzaa mwanaume mtanashati, jabali kweli kweli. Ukapata rangi nzuri, mwili uliojengeka. Cha ajabu bunduki yako huitumii, ama wewe ni shoga? Zinga akahamaki. Mama kitu gani? Nioneshi wanaume wako. Watoto wa kike, wapangaji, wasichana mtaani wanakuchezea kama joka la kibisa. Unabaki ukicheka tu kama za mama. Una wazimu. Mama alizidi kucharuka. Maneno ya mama yalikuwa mkuki wa moto sana kwa Zinga. Mambo mawili kichwani yalimuumiza kichwa. Juu ya ule mpapaso wa mtu asionekana, na maneno juu ya mama yalizidi kumuumiza. Zinga akajisemea, pengine inaweza kuwa ndoto. Ama kukaa kwake bila mwanamke kunaweza kuwa ndio sababu ya yote. Akapiga moyo konde, akajisemea moyoni, ni mwanamke gani amwanze ili angalau aondokane na hili tatizo? Ikiwa ni kweli, basi atakuwa mtu wa mademu sana, maana majini ni viumbe wasiopenda uchafu. Jioni ya siku hii, Zinga alitumia kila aina ya mbinu hadi akaongea na binti wa nyumba ya 4 toka kwao. Kalikuwa ni kabinti mapepe fulani hivi. Binti ambaye hata asipolala nyumbani hakuna anayejishughulisha kumtafuta. Ni aina ya vile vibinti vilosuswa kwao kutokana na tabia zao mbovu. Kabinti kalimpa wakati mgumu sana Zinga, hadi sentensi zake kujenga neno liloeleweka likawa ngumu, maana aliongea huku midomo ikicheza kwa hofu. Kahaba hatongozi kwa mashairi wala kwa ngonjera nyingi. Ni pochi tu. Kasichana ka watu kikaingia ndani, tena kwa kuruka fensi, na kaliingia chumbani kupitia dirishani. Kalifika kakinuka jua kutokana na miseli kiliyopiga mchana kutwa. Potelea mbali. Zinga hakujali hilo. Akaenda dining na kuchukua chakula. Akaenda nacho moja kwa moja chumbani kwake. Wakala. Walipomaliza binti akatoa nguo zote, akajitupa kitandani. Niache ni mwage radhi mie. Magomeni atanijua nani? Ushawahi kusikia msemo huu? Ndio balaa alilofanya huyo binti. Akiguswa hata na kidole, alilalamika kimahaba. Bi Mwana akasikia, akawa kama haamini. Akatega sikio zaidi. Alipopata uhakika na anachokisikia, akatabasamu. Haikuwa shughuli kubwa sana ndani, ila kila aliyesikia huko nje alisisimka, akiamini Zinga ni mchezaji bora wa mbio ndefu na fundi wa kupegeja miguu. Bi Mwana akasisimka zaidi. Akahisi Zinga atatoka aende bafuni kuoga. Bi Mwana akasimama mlangoni. Alishindwa kujizuia. Zinga alipotoka akatikisa kichwa kukubali kuwa mwanae mambo anayaweza. Unanikumbusha ujana wallahi, akajisema Bi Mwana. Aliporudi tena Zinga akawa kanogewa. Akarudia tena mchezo. Saa hii kuna watu walishindwa kuvumilia, wakapaza sauti kuomba wapumzishwe. Kulipokucha binti akaondoka. Haikuwa mara moja, wakajenga mazoea, ila ikawa kila siku Zinga akilala bila mwanamke lazima papaswe na mwanamke asionekana. Akawaza na kumshirikisha mamake ili ikiwezekana binti huyo Zinga amoe kabisa. Mama akamwambia, uoe una haraka gani mwanangu? Kama ni mwanamke wa kuoa utamuoa Zuleha, yule ndiye binti wa hadhi yako, alisema Bi Mwana. Zuleha tena mama? Mimi mapenzi yangu yote yapo kwa Nane. Zinga akajitetea. Wakabishana sana lakini mwisho wakakubaliana.
ikapangwa aitwe mjomba Haruna toka Tanga awe mshenga. Mjomba akasema sawa, ila kwanza akamilishe shughuli zake za uvuvi huko Kipumbwi, maana ana oda za watu wa hoteli wanaotaka samaki. Subira ikavutwa. Siku mjomba Haruna anapanda raha leo kuja Dar ili awe mshenga, Nane akafariki ghafla. Mjomba kapokelewa kwa huzuni. Zinga hakuweza kula wala hakuwa na raha kabisa siku hiyo. Jioni mjomba akakaa na dada yake na kumweleza juu ya yeye kurejea tena Tanga kuendelea na shughuli zake mpaka hapo mambo yatakapopangwa upya. Mama Zinga akatoa ushauri kufanya maandalizi ili posa ipelekwe tu kwa kina Zuleha. Kijana ameshakuwa kama unavyoona. Humu ndani tupo mimi na yeye tu. Uko uani ndio kuna wapangaji. Bi Mwana aliongea kwa msisitizo akionyesha hofu yake juu ya mtoto aliomzaa mwenyewe. Mjomba Haruna akaelewa maana ya maneno ya dadake. Na kweli dada, sasa tufanye niende naye Tanga huyu bwana. Baada ya wiki 2 tutarejea kwa ajili ya maandalizi ya hiyo barua. Swala la kuondoka na Zinga lilikuwa gumu sana kwa Bi Mwana, na hii haikuanza leo. Nitoka Zinga alipozaliwa hakutaka kabisa kuwa mbali na Zinga hata kidogo. Zinga haendi kwa mjomba wala kwa shangazi, haendi kwa mama mdogo wala mama mkubwa. Ndio maisha aloishi. Lakini dada Zinga na ndugu zake atajuana nao lini? Huoni kama unamfanya aje aishi maisha magumu baadaye? Kila aloongea Haruna, Bi Mwana wala hakuliunga mkono. Haruna akakasirika, akaondoka zake kurudi Tanga. Picha na matukio kadhaa ya mahaba ya Nane hayakutoka kirahisi kichwani kwa Zinga. Usiku wa siku moja, chumbani kwa Zinga ikawa nipata shika, nguo kuchanika. Mpenzi msikilizaji, tafadhali ungana nami katika toleo lijalo la simulizi hii inayokwenda kwa jina la Single Mama. Je, ni kweli kina mama wanaumizwa na mambo mengi kutoka kwa watoto wao wa kiume? Ungana nami katika sehemu ijayo ya simulizi hii ili tupate muafaka. Kama una majibu sahihi nitumie katika comment section zetu, na pia usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe, kulike kama utakuwa umependa simulizi hii, na kushare ili rafiki zetu wote waipate simulizi hii. Huenda wakajifunza kitu kutoka humo. Alamsiki.